Ya ibana, inakuwa vipi mwana The Swahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi, natumaye ubuheri wa afya, yani uko salama kuzidi usalama wenyewe. Kuna ujumbe ambao umechapishwa kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi, na anaongea kuhusu Freeman Mbowe ambaye wakati fulani aliwahi kuwa mwenyekiti wa Chadema. Sasa hapa Mange Kimambi anaongea kuhusu hii issue nzima, kwa maana juzi kulikuwa na stories ambapo Mbowe alipokelewa na Ulega Aweso uzinduzi wa JNHPP nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa alifika katika sehemu husika na ni mwaliko ambao aliupata kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, lakini yeye ni kama alishindwa kuongea kuhusu issue nzima ya Tundu Antipas Lissu ambaye anasota katika gereza la Ukonga kwa kesi ya uhaini. Sasa kwenye mtandao wa kijamii Mange Kimambi ameandika hivi: niliongea hii only 2 weeks ago. Tena mafans wa Mbowe walikasirika juu ya hii posti. Haya, huyo hapo jamaa yenu. Jamani, sevuni hii posti bado na wengine. Sasa kuna posti ambayo Mange Kimambi alichapisha ndio wiki 2 zilizopita. Anasema kuwa kuna habari nimeipata, ila kwa vile sina evidence ya 100% basi sitotaja majina directly, ila issue iko hivi. Jakaya Kikwete has come up with a plan kuitawanya Chadema kama alivyofanya kwenye uraisi wake kwa kuanzisha ACT Wazalendo, na Kimama kaanza kuitekeleza plan hii. Abdul na mama yake kwa sasa wanafanya big financial investment kwa viongozi wa Chadema kupitia business mpya. Nimeambiwa kuna benki inaitwa Benki M itatangaza kufilisika, kisha watainunua wao kina Abdul kama taasisi ya pesa yenye leseni. Watainunua kwa bei ndogo sana na kuiendesha kama benki binafsi yenye udhamini wa BOT. Wanajipanga kufungua benki ya kifisadi ambayo itatumika kupitisha pesa zao za wizi endapo United States of America wanaweka sanction kwenye mfumo wa fedha in order to bypass possible coming sanction. Wanatengeza hiyo shadow banking network, and some viongozi wa Chadema wamepewa shares kwenye huu uharamia ndio ili kusaliti wananchi. Bank M iko chini ya mfilisi, ila soon Bank M itakuwa activated with foreign owners na itakuwa foreign bank yenye wateja Tanzania. How foreign owners ndio mpaka sasa ama mpaka some viongozi ndani ya Chadema wako, na kiongozi mmoja ndani ya Chadema huyu mpaka katoa maelekezo kuwa hii benki iwe na headquarters nchi fulani. Nimeambiwa Mbowe kashaanza kujenga majengo Dodoma ambayo atawakodisha hii benki. Yani it's a network made up of some viongozi wa Chadema wakishirikiana na wauaji wa Oktoba 29. Yani CCM wamekubali kula na viongozi ndani ya Chadema ili mradi haki isipatikane Tanzania. Naomba kila mtu asave hii post cause kuna siku nitarudi kurefer to this post. Please save this post. Sasa hapa Mange Kimambi alikuwa anaongea kuhusu issue nzima, yani benki ambayo ilikuwa inaanzishwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani benki ambayo ingetumika na wanasiasa kusafisha mihela ambazo wametoa ama wamefilisi nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hapa aliwataja Jakaya Kikwete, akamtaja Abdul na vilevile akamtaja aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema, ndio mwenyekiti wa Chadema wa kitambo Freeman Mbowe. Anasema kuwa nimeambiwa Mbowe kashaanza kujenga majengo Dodoma ambayo atawakodisha hii benki. Inamaanisha kuwa kwenye hili sakata nzima hadi Freeman Mbowe pia yupo pale ndani, na Mange anasema kuwa kuna kiongozi mmoja ndani ya Chadema ambaye pia yuko katika huu mpango mzima wa kununua hii benki M, ambapo wanataka kuwekeza na kuweka kila ambacho tunachokita foreign owners. Ndio mpaka sasa some viongozi ndani ya Chadema wako ndani. Anasema kuwa kuna kiongozi mmoja ndani ya Chadema huyu mpaka katoa maelekezo kuwa hii benki iwe na headquarters
inchi fulani. Sasa hii ni posti ambayo ilitengezwa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi wiki 2 zilizopita. Sasa baada ya hii ishu nzima, Mange Kimambi amepandisha picha, kwa maana pale ni mapokezi ya Freeman Mbowe. Mange Kimambi anasema kuwa niliongea hii only 2 weeks ago. Tena mafans wa Freeman Mbowe walikasirika juu ya hii posti. Haya, yupo hapo jamaa yenu, jamaa sevuni hii posti bado na wengine. Sasa baada ya Mange kuonyesha kile ambacho kilikuwa kinaendelea nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna wengi ambao walidondosha comment zao hapa. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Takwimu, anasema nisamee kama nakumbuka vibaya, ila nakumbuka ulimsafisha Freeman Mbowe mpaka pale karekodiwa akimsaliti mkewe. Nikajiuliza, asiyekuwa na maadili kwenye jambo moja atakuwa nayo kwenye mengine kweli? Alafu Zekukola anasema uko mbele ya muda, dada wa taifa, ni wachache huwa tunakuelewa, usikate tamaa, Watanzania wengi wapo nyuma yako, japo baadhi ni wazito kuelewa mpaka itokee kama hivi na iwape evidence. Big up sister. LY Mkuda anasema mwaka wa 2020 kule Instagram ulinipiga block kisa kusema huyu aachie mwenyekiti. Kwa wapi leo? Oligorachi Kansila anasema huyu jamaa alialikwa au alijipelekwa tu, na kama alialikwa kama mwenye wadhifa gani? Kama ma anasema aise, akaweka emoji ya mtu ambaye ameshangaa. David P Mwachota anasema fam ni mmoja wao kwa miaka mingi, Freeman Alekia Mbowe. Msigwa Peter was right, tuliziba masikio. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Hija Msaniti anasema huko Seagi Mange, naamini hakuna jambo lisilokuwa na mwisho. Mwingine hapa anajulikana kama Luba anasema usenge ni mwingi nchi hii. Rosemary Julia anasema tuko pamoja. Kwa hiyo ni baadhi tu ya wale ambao wanadondosha comment zao kwenye posti ya mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi baada ya kuongea kwa uchungu zaidi kuhusu Freeman Mbowe ambaye alialikwa katika hafla moja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hapa mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi amepandisha picha ya Freeman Mbowe baada ya kupokelewa. Hapa ilikuwa imesemwa ya kuwa Mbowe alivyopokelewa na Ulega Aweso uzinduzi wa JNH PP bwawa la Nyerere. Kwa hiyo ni The Swahili TV, usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare, alafu baadaye drop comment hapo chini angalau tupate kujua na jisije kutokana na makala hizi.